Karibu mpenzi mtazamaji wa Episcopal Anglicana Media kwenye kipindi cha Hoja kwa Hoja. Ni kipindi ambacho kinalenga hasa kuchambua juu ya hoja ambayo imetolewa na Katibu Mkuu wa Kanisa la Anglikana Tanzania juu ya madhehebu makanisa ambayo yanasajiliwa kwa majina yanayofanana yasisajiliwe na yaliyosajiliwa ikiwezekana yafutiwe usajili. Ndio hoja ambayo tunayo hapa mezani ambayo tunataka kuichambua mpenzi mtazamaji. Kabla sijaenda huko, kwa majina yangu naitwa Jonas Wilfred Kusi, ni mwinjilisti wa kanisa la Episcopal Anglicana Tanzania ambaye ninatumika katika ukanda huu kwa kipindi hiki. Karibu, niko na mwenzangu hapa studio. Mwenzangu atajitambulisha jina lake. Karibu. Naitwa Eli Mahimbo, ni mlei na mzee wa siku nyingi. Asante. Sasa Bwana Eli Mahimbo, kwa mfano leo tuna hoja ambayo imeshatolewa na kanisa la Anglikana Tanzania juu ya kanisa la Episcopal wasisajiliwe kwa sababu majina yanafanana, kwa maana ya jina la Anglikana wanafanana. Kadhalika tunaiomba serikali kutunza amani iliyopo na haki ya kuabudu ya Watanzania. Kwa hili tunaiomba serikali kupitia msajili wa jumuiya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani kuchukua hatua stahiki za kusitisha matumizi ya majina ya makanisa ambayo yanaiga makanisa yaliyokwisha sajiliwa. Sasa wewe Bwana Eli, kwa mtazamo wako unachukuliaje hoja hii? Karibu. Kwa kweli swala hili linaonekana kwamba limeundwa na watu ambao hawakuzama kwa kina, kwa sababu hakuna majina yanayofanana yanayoweza kusajiliwa ikiwa kama jina moja moja. Kwa hiyo ukienda na jina la mwenzio, hakuna mamlaka katika Tanzania itakayo kusajili. Kwa hiyo swala hilo halina mashiko. Kwa namna ipi sasa? Kwa mfano sasa hapa kuna Anglikana na kuna Episcopal Anglikana. Sasa wanachokikataa watu wa kanisa la Anglikana Tanzania ni juu ya kwamba jina lao ndio linatumika, kitu ambacho wao wanasema si halali. Jina lao ni tofauti kwa sababu ukikuta Anglikana ile Episcopal na Anglican, Episcopal Anglican na wale wanaitwa Anglican, majina tofauti. Ile Episcopal tu imeshaonyesha kwamba kuna tofauti. Sawa. Kwa hiyo ndivyo anapozungumza mlei, na ni kweli ndipo ilivyo kwamba Episcopal ni wengine na Anglikana ambayo tumekuwa nao miaka mingi nao ni wengine. Lakini pia mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha Hoja kwa Hoja, tunataka tutafakari kwa pamoja. Hasa wale wanaofahamu historia ya kanisa la Anglikana ilivyoanza hapa Tanzania wakati ikiitwa Tanganyika miaka ya 1800 huko mwanzo. Wamishonari walikuja wamishonari wa matabaka mawili, lakini wote wakiwa chini ya kivuli cha kanisa la Anglikana. Walikuja wa CMS, walikuja wa UMCA, na mitazamo yao ilikuwa inatofautiana, lakini wote walikuwa chini ya kanisa la Anglikana. Sasa anaposema kwamba kipengele hiki tunatumia jina lao, mimi siamini kwamba ni kipengele chenye mashiko, ila kwa kuwa ni mtazamo wao, basi tuweza kuchukulia hivyo kama ni mtazamo wao. Tumemsikia katibu wa kanisa la Anglikana Tanzania amezungumzia kwamba kuna kanisa la Episcopal wanatumia mavazi ya kiibada kama mavazi yao, kwa hiyo sio halali, na kuendelea kutumia vifaa vya ibada kama vile mavazi na vitabu vya kanisa Anglikana Tanzania. Ndugu yangu mlei ambaye tuko wote hapa studio, unalizungumziaje hili jambo la mavazi ya kiibada kwamba yanafanana na wao? Unalizungumziaje? Hili swala linanishangaza kwa sababu mavazi hayasemi chochote kuhusiana kwamba hili ni vazi lililosajiliwa na mtu fulani. Hilo swala linanishangaza kwamba hilo halina mashiko. Lakini pia sio tu halina mashiko, madhehebu yaliyo mengi wanatumia mavazi yanayofanana. Moraviani wanafanya mavazi yanafanana, kuna Waluteri mavazi yanafanana, na wengineo mavazi yanafanana. Kwa hiyo anaposema kwamba mavazi yani ya kanisa la Anglikana, siamini kama hoja yake ni ya msingi. Siamini kama hoja yake ni ya msingi.
Lakini katibu alizungumzia habari ya vitabu kwamba tunatumia vitabu vyao, kwa mfano kama kitabu cha nyimbo na kitabu cha ibada, kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu sisi tunavyo vitabu vyetu ambavyo tunavitumia katika misa zetu ambazo tunaziendesha kila siku. Hatutumii vitabu ambavyo wanasema ni vyao, hatuna vitabu vyao. Karibu mlei utusaidie juu ya kipengele hicho. Asante. Nami ninajua kwamba kitabu tunachokitumia badala ya standard sisi tunatumia Tumsifu Mungu. Kwa hiyo hatuna vitabu hivyo wanavyodhani kwamba tunatumia vitabu vyao. Jambo hili sio la kweli na tunashangaa kwamba hofu inatoka wapi. Asante. Kwa hiyo kwa ujumla hatutumii vitabu vya kwao, vitabu vyao hatuvitumii. Lakini pia katibu, katika hoja katika tamko lile kuna kipengele alichokizungumza juu ya Askofu Kuta kwamba amekwenda katika Dayosisi ya Rift Valley, ameenda kufanya ibada ya kipaimara kwenye kanisa la Anglikana. Sambamba na kuzinduzwa kanisa hilo huko Mlali, hivi karibuni tumeona pia kupitia mitandao Kasisi Elibariki Kuta akitoa huduma za kipaimara katika maeneo mbalimbali ikiwemo Dayosisi ya Rift Valley ndani ya kanisa Anglikana Tanzania. Jambo hilo sio la kweli. Sio la kweli kwa sababu hakuenda kufanya ibada ndani ya kanisa la Anglikana. Kaenda kufanya ibada nje ya kanisa la Anglikana kwa watu ambao wameamua kujiunga na kanisa la Episcopal. Kwa hiyo hakwenda ndani ya kanisa la Anglikana kama linavyotafsiriwa hivyo. Kwa hiyo habari hiyo, mpenzi mtazamaji wa kanisa la Episcopal Anglikana, ujue hivyo na wengineo pia wafahamu hivyo kwamba hoja hiyo sio ya kweli. Karibu ndugu yangu utusaidie juu ya hoja hiyo. Wewe unasema nini? Mimi ninachotaka kusema ni kwamba hofu ambayo imetanda kwa hawa inatushangaza, kwa sababu watu hawa kwamba mtu mmoja hawezi kutafuta watu sehemu mbalimbali kama huko aende Rift Valley aende wapi, isipokuwa wajiangalie pale walipoanguka, kwa sababu watu wanamtafuta huyu ambaye atawaongoza kwa vizuri. Ungeufu ndio unaifanya kwamba madhehebu yaweze kuzalika. Mimi hilo nilitaka kwamba waangalie pale wanapokosea ili wakae vyema, wenende vizuri katika mstari ulionyooka. Kama walikwisha kosea, basi sasa waangalie wasikosee tena, wakae vyema ili waweze kukaa na watu wao vizuri na wawasikilize watu wanachokiita. Asante. Nashukuru kwa majibu yako ndugu yangu. Lakini pia katika kipindi chetu cha hoja kwa hoja tuna hoja nyingine ambayo tumejaribu tumeisikiliza juu ya tamko la katibu mkuu Bulula wa kanisa la Anglikana kwamba Kuta baada ya kuwa amekosa kula kwenye dayosisi yake ya Mpwapwa akaamua kuanzisha taasisi yake. Mchungaji huyo aliamua kuanzisha kanisa hilo baada ya kukosa nafasi ya uaskofu wa dayosisi ya Mpwapwa. Jambo hili katibu mkuu wa kanisa la Anglikana alichozungumza sio cha kweli. Ni kitu ambacho nafikiri amesikia na watu, yeye mwenyewe hakuwepo wala hajui kilichokuwa kinaendelea hasa katika tukio hili. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha hoja kwa hoja, ni wazi kabisa wanaofahamu kweli watazungumza, ila kama kuna vitu wamevificha basi watakuwa wamevificha kwa maslahi yao. Kuta hakuanzisha hii taasisi kwa maana ya kwamba yeye ndio kataka. Swala yani chanzo cha malumbano yote mpaka yanatokea ni wao wenyewe wa kanisa la Anglikana kutokuwa na nidhamu ya kutokujali mawazo ya watu wengi au walei. Niwape mfano mpenzi mtazamaji unayenisikiliza katika kipindi hiki na kunitazama kwamba mwaka wa 2023 ulifanyika uchaguzi wa dayosisi ya Mpwapwa. Ule uchaguzi wakati kabla haujafanyika yaliletwa majina ya wachungaji zaidi ya 130. Yalikuwa kwenye bango moja na picha zao na majina, na yale majina yakasambazwa kwenye makanisa yote yaliyo ndani ya dayosisi ya Mpwapwa, kwamba hawa wachungaji wote wana sifa za kuwa maaskofu. Wote picha zao ambazo mnaziona hapa wana sifa. Na miongoni mwa watu ambao majina yake yalikuwepo pale ni Elibariki, jina lake pia lilikuwepo kati ya wachungaji hao 108. Sasa tulipokuja kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, Elibariki alipata pale 90.
parishi 90 kati ya parishi 135 Dayosisi ya Mpwapwa ina parishi 135. Sasa katika parishi hizo Elibariki alipata parishi 90. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba huyu alikuwa na ushindi wa kishindo. Jambo lile wakafuta lile jina. Kasisi Elibariki Kuta alionekana hana sifa za kuchaguliwa kwa nafasi ya askofu kutokana na kutaliki mke na kuoa mke mwingine, na hivyo kukosa sifa za kuwa na ushuhuda mwema na sifa za kwa nafasi hiyo muhimu ya askofu ndani ya kanisa Anglikana Tanzania. Sasa ikafika hatua tukawa tunajiuliza maswali sisi watu wa chini kwamba hasa kama walimuona hafai, ilikuwaje jina lake wakaliingiza kwenye orodha ya vinyang'anyiro? Mpenzi ndugu yangu ambaye tuko wote hapa studio, naomba unisaidie hasa juu ya kipengele hiki cha kwamba jina lake lilikatwa kwa sababu alikosa sifa. Ni sifa zipi alizokuwa nafikiri wanazungumza hapo? Asante. Mimi nafikiri swala hili liko wazi. Sifa ambazo walimvalisha ni sifa za uongo. Sifa za ukweli. Huyu bwana ni mkweli, mwazi, hapendi yale maswala ya kukatiza juu, kwamba yeye analinda maslahi ya kanisa na maelekezo ya Biblia jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo swala lolote lile ambalo linaonyesha kwamba lina maslahi ya watu binafsi, hakubaliani nao. Hilo ndilo lilofanya kwamba wakakata. Lakini hizi sababu wanazosema ni za uongo kwa sababu hazipo. Kwa sababu mtu aina hiyo hawezi kufundishwa ndoa na askofu mkuu kama ndoa yake ina matatizo. Asante sana. Ni kweli anachozungumza Mlei ni kwamba hoja zao hazina mashiko. Sasa kumbe wenye tatizo ni wao. Hii swala la wanasema kwamba Elibariki alitaliki mke akaoa mke mwingine, lakini ifike hatua wao wenyewe maskofu wajitathmini, wana mapungufu makubwa sana. Wao wenyewe ndio ile ndoa hakufungisha Marekani, amefungisha Tanzania, tena kwenye Dayosisi ya Mpwapwa, tena kanisa kuu ndio hiyo ndoa imefungishwa, na wakati huo Chimeledi akiwa ni askofu mkuu wa kanisa la Anglikana. Kwa hiyo habari hizo walizozungumza ni habari za uongo, ni mbinu tu za kuchafulia jina ili watu waone kwamba ana matatizo. Sasa twende, kuna kipengele kingine cha wamezungumzia habari ya uhuru, kutumia vibaya uhuru wa kuabudu. Kasisi Elibariki Kuta na kundi lake wametumia vibaya haki ya kikatiba ya kuabudu. Ndugu yangu ambaye tuko hapa studio, naomba tusaidiane juu ya kipengele hiki. Nani huyu? Ni katibu mkuu wa kanisa la Anglikana Mlula, ambaye pia ni kasisi, kwamba tunatumia vibaya uhuru wa kuabudu. Alikuwa anamaanisha nini unapojaribu kufikiri kitu? Mimi kuna swala tu linanishangaza, kwa sababu uhuru wa kuabudu tulikwisha kupewa Watanzania wote na katiba yetu kwamba tuko huru kuabudu na kwenda mahali popote ili mradi hatuvunji sheria. Sasa hili swala la kusema kwamba tunatumia vibaya, anayetumia vibaya ni yule anayemkataza mwenzake kuabudu anapotaka kwenda au anachotaka kuabudu, au yule ambaye anaenda kwa kutaka yeye mwenyewe kule anapotakiwa kwenda. Hivyo inaonekana kwamba anayemzuia mwenzake huyo ndio anayeharibu. Asante sana. Kwa hiyo picha halisi wanapozungumzia kuvuruga amani ni uongo. Wao wenyewe kanisa la Anglikana ndio wanayevuruga amani. Tuna mifano hai kabisa. Wakati wa mchakato wa dayosisi hii ya Episcopal Anglikana inaanza, kulitumika mpaka nguvu za kiserikali. Kuna watu wamekamatwa, wamewekwa jela, wamekaa rumande kwa muda kadhaa. Lengo ni kuwazidisha ili jambo lisiwe, lakini limeendelea mpaka wakati huu. Kwa hiyo wao hasa ndio chanzo cha kuvuruga amani, kwa sababu mtu anakuwa kwa mujibu wa serikali yetu, sheria za serikali yetu zinazozungumza. Kwa hiyo kipengele hicho ni kinaonekana hakina mashiko na wala hakina maana yoyote ile. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.